Hali ya taharuki inatanda pale mtoto mdogo anapolia kwa uchungu akishuhudia bibi yake akivunjika mguu baada ya kugongwa na baiskeli. Ni mwanzo wa dhoruba tali kwa mhusika mkuu anayeonekana kulemewa na mizigo ya maisha. Katikati ya mitaa ya Uswahilini, harufu ya chapati za moto na maziwa ya asubuhi inachanganyika na harufu ya usaliti na njama za siri. Wakati wengine wakipambana kupata shilingi 500 za chakula, maadui wanakutana gizani wakipanga majeneza kwa ajili ya wale wanaojaribu kufunua ukweli. Ni mapambano kati ya upendo wa dhati wa mke anayetoa akiba yake ya mwisho na vitisho vya bahasha tupu zinazoashiria kifo. Karibu kwenye channel yako namba 1 ya Bongo Episode. Hapa tunakuletea burudani iliyochujwa na kunoga zaidi. Mimi ni msimulizi wako Isomanga, na leo tunazama ndani ya uchambuzi wa kina wa Mtoto Wangu sehemu ya 30. Dhoruba inaanza pale kijana mmoja mgeni mtaani anapomgonga bibi kizee kwa baiskeli. Mjumbe wa mtaa ambaye anaonekana kuwa na mbinu za kitapeli anatumia fursa hiyo kumtishia kijana huyo kifungo cha miaka 30 jela, akifananisha kosa hilo na kumgonga bata. Mjumbe huyo anamshurutisha kijana kulipa shilingi 10,000 kila siku kama fidia, lakini baada ya majadiliano ya kusikitisha wanakubaliana shilingi 5,000. Maoni: hapa tunaona jinsi wageni wanavyoonewa mitaani. Mjumbe huyu si kiongozi wa haki, bali ni mnyonyaji anayetumia koti la uongozi kujitajirisha. Ushauri: unapokuwa mgeni mahali, jitahidi kufahamu sheria na taratibu ili usinaswe na matapeli wa namna hii. Swali: je, kijana huyu ataweza kuhimili pigo hili la 5,000 kila siku wakati biashara yake ndiyo kwanza inaanza? Tukio linahamia kwa Dr. Medic ambaye anapewa bahasha na mke wake, bahasha ambayo mke amekabidhiwa na mtu anaitwa Nyuki. Dr. Medic anapofungua anakuta bahasha iko tupu. Jambo hili linamvua nguo kisaikolojia, akijua fika kuwa Nyuki ameshaanza kumfuatilia hadi nyumbani kwake na kumjua mkewe. Dr. Medic anadanganya mke wake kuwa ni mambo ya ofisini, lakini moyoni anajua saa ya hatari imekaribia. Maneno ya hisia: bahasha tupu ni salamu ya kaburi inayokungojea. Je, daktari ataweza kuendelea kuficha ukweli huku mauti yakimnyatia mlangoni? Baadaye, Dr. Medic anakutana na Nyuki, kiongozi. Nyuki anampa ukweli mkungu kuwa anajua ukaribu wake na Twizi. Anamwambia kwa mafumbo kuwa bahasha tupu ni mfano wa jeneza linalohitaji mwili wake. Dr. Medic anapagawa na kuomba msamaha akidai hawezi kumsaliti kiongozi, lakini Nyuki anaonekana kutokuwa na imani naye tena. Maoni: usaliti una gharama, na Dr. Medic sasa anaanza kulipa gharama hiyo kwa hofu ya kupoteza maisha yake na familia yake. Upande wa pili, maisha ya Uswahilini yanaendelea. Mke wa Twizi, Mai, anafanikiwa kuuza maziwa kwa mteja mgeni ambaye anampa pesa nyingi bila kudai chenji, jambo linaloleta faraja kidogo. Twizi anarudi nyumbani akiwa amechoka na kuelezea mkasa wa kugonga bibi na faini ya mjumbe. Mai kwa upendo mkuu anatoa akiba yake ya mwisho na kumpa Twizi ili amlipe mjumbe. Wanakumbatana kwa mahaba huku wakiimba, bora ugali maharage kwenye furaha kuliko tende kwenye majanga. Maoni: hapa tunaona mwanamke shujaa. Wakati mume amekata tamaa, mke anakuwa nguzo ya kumpadisha tena. Huu ndio upendo wa kweli unaopaswa kuigwa. Je, Nyuki atatekeleza kitisho chake kwa Dr. Medic kabla ukweli haujamrudishia Twizi mali zake? Endelea kufuatilia Bongo Episode ukiwa na msimulizi wako Isomanga ili usipitwe na mwendelezo wa kusisimua wa simulizi hii ya kusikitisha na kufundisha. Kama umeipenda hii, like video hii sasa hivi kuonyesha uaminifu wako. Subscribe kwenye channel yetu ya Bongo Episode ili uwe wa kwanza kupata simulizi mpya. Comment, upendo wa Mai ni wa ajabu, na tuambie unadhani Dr. Medic atafanya nini kuokoa maisha yake? Karibu mahali ambapo hadithi zinapumua, maumivu yanazungumza na ukweli hauogopi giza. Karibu Bongo Episode. Hapa si filamu ya kawaida, ni maisha yaliyochorwa kwa machozi. Kila simulizi ni jeraha, kila neno lina uzito wa historia. Tunasimulia yaliyojificha, yasiyothubutu kusemwa hadharani. Upendo
usaliti, matumaini na giza la roho ya binadamu. Bongo episode, sauti ya ukweli, mahali pa hadithi nzito zisizo na woga. Bongo episode, hisia halisi, kicheko, maumivu, machozi ya ndani. Ukifika hapa uondoke vile ulivyokuja. Bongo episode, ni sauti ya waliopotea, ni kilio cha waliopuuzwa. Tunatoa mwanga gizani, tunafungua milango ya siri nzito. Kila episode ni somo, kila simulizi ni onyo. Usisikilize kwa masikio tu, sikiliza kwa moyo. Kama unatafuta burudani tupu, pengine hapa si mahali pako. Lakini kama unataka ukweli, basi kaa, pumua, sikiliza. Bongo episode, sauti ya ukweli, hadithi za maisha bila kupamba. Bongo episode, hisia halisi, simulizi zinazoacha alama. Hisi Channel tu, ni safari ya akili na moyo. Bongo episode, usisahau, kila hadithi ina upande wa giza, na hapa hatulifichi. Bongo episode, ni sauti ya waliopotea, ni kilio cha waliopuuzwa. Tunatoa mwanga gizani, tunafungua milango ya siri nzito. Kila episode ni somo, kila simulizi ni onyo. Usisikilize kwa masikio tu, sikiliza kwa moyo. Kama unatafuta burudani tupu, pengine hapa si mahali pako. Lakini kama unataka ukweli, basi kaa, pumua, sikiliza. Bongo episode, sauti ya ukweli, hadithi za maisha bila kupamba. Bongo episode, hisia halisi, simulizi zinazoacha alama. Hisi Channel tu, ni safari ya akili na moyo. Bongo episode, usisahau, kila hadithi ina upande wa giza, na hapa hatulifichi.